Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako, Rais wetu wa awamu ya 5, tunayemfanyizia leo mazishi, John Pombe Joseph Magufuli, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie pingu za mauti, na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wamakabayo, sura ya 12 aya ya 43 hadi aya ya 46.
Yuda, kiongozi wa Wayahudi, alichanga fedha jumla drachma 2,000, akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi, alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu. Maana kama asingelitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu. Lakini kwa kuwa alifikiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafao katika utauwa, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho. Ndiyo sababu alifanya upatanisho kwa wafu ili wafunguliwe dhambi zao. Neno la Bwana.
Somo la pili. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu, hatutaki mzijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya 10 aya ya 11 hadi ya 18. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao
ambao si wazizihiri, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kutoa, ninao uweza wa kutwaa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu waombolezaji, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassani, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, na ndugu zangu wote, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu zangu, tupo pamoja mahali hapa kwa ajili ya kutoa sifa, kutoa heshima na utukufu kwa Mungu wetu kwa ibada hii ya misa takatifu. Tumekusanyika kwa ajili ya kumsindikiza mwenzetu John Pombe Magufuli, ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kwenye makao yake ya milele. Nawapa pole ndugu zangu nyote. Tumuombee ndugu yetu na kiongozi wetu apumzike vyema huko mbinguni. Ningependa ndugu zangu tutafakari katika msiba huu tukiongozwa na somo sehemu ya andiko takatifu kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, sura ya 4 mstari wa 7 na kuendelea. Linaanza kwa kusema, mtu mwenye haki, mtu mwema, hata kama atakufa angali kijana, mtu huyo atastarehe, atapata pumziko. Mtu huyu alimpendeza Mungu, naye Mungu akampenda. Na hata alipokuwa akikaa akiishi kati yetu sisi waovu wakosefu, Mungu alimhamisha, alimchukua ili uovu usibadili busara yake. Wingi wa siku zake mtu mwenye haki, mtu mwema, huwezi ukaupima kwa wingi wa miaka. Na miaka mingi ya kuishi haimfanyi aheshimike, haimfanyi apendwe au hata asifiwe. Wingi wa miaka ya mtu mwenye haki si kipimo cha uadilifu, wala sio kipimo cha haki, si kipimo cha utakatifu. Bali ndugu zangu, maisha safi, maisha adilifu, maisha ya kumcha na kumtukuza Mwenyezi Mungu, hasa hicho ndicho kipimo cha mtu mwadilifu, cha mtu mwema, mtu mwenye haki. Kwa sababu hayo ndiyo maisha ya unyofu, maisha ya unyenyekevu kwa Mungu Muumba wetu.
Na siku ya mwisho mtu mwenye haki atasimama kwa ujasiri mbele ya Muumba wetu, na huko ataishi milele, na tuzo lake liko kwa Mwenyezi Mungu. Rais Magufuli ametuacha akiwa na miaka 61 tu. Yawezekana machoni pa wengi ni michache, lakini michache zaidi ni hii 6 aliyotuongoza sisi wa Tanzania. Imesikika pia sehemu mbalimbali watu wakisema, mbona 6 tu? Kwa nini isiwe 10? Au kwa nini isiwe hata ile 20 waliokuwa wanasema watu? Ndugu zangu, ishara alizoacha mtu huyu, alama alizoziacha mtu huyu katika nchi yetu ni ushahidi tosha kwa wingi wa miaka yake. Ni miaka 61 ya kuishi, miaka 6 kama mtawala, lakini ishara, alama na mambo mbalimbali aliyoyafanya ni ushahidi kuwa huyu mtu ameishi na ataishi miaka mingi. Hakujaliwa kukamilisha wingi wa miaka kama rais wa Tanzania, lakini matendo yake, majitoleo yake na matunda ya kazi alizofanya zitadumu kwa miaka mingi katika mawazo na mioyo yetu sisi aliyotuongoza. Miaka 6 ameiacha. Miaka 6 hii imeacha wingi wa ishara na viashiria mbalimbali na alama mbalimbali za maendeleo katika hii nchi. Ameacha kumbukumbu na ishara wazi zinazotokana na majitoleo makubwa, sadaka ya ajabu na ukarimu mkubwa kwetu sisi. Mchango wake katika nchi yetu ni mkubwa, na hiyo ni neema na baraka kwetu sisi, na tunamshukuru sana. Tumuombee asafiri salama. Somo la Injili tumesikia limetoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 21. Linasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mtu wa mshahara, mwajiriwa yule ambaye si mchungaji na wala kondoo siyo mali yake, anapoona mbwa mwitu wanakuja, huwaacha kondoo na kukimbia. Hata kondoo pia hukimbia, hutawanyika. Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema, na kwa vile ni mchungaji mwema hutoa uhai wake, ameutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Yeye tofauti na mtu wa mshahara ambaye akiona mbwa mwitu na kukimbia, yeye Kristo Bwana wetu kwetu sisi waumini na watu wote wana wa Mungu, yeye ni mchungaji mwema. Haya ni maneno ya Kristo Bwana wetu kwa wanafunzi wake na wote waliokuwa wanamsikiliza wakati akiongea. Kristo anarejea mafundisho ya zamani ya manabii. Anarejea mafundisho ya nabii Yeremia na nabii Ezekieli. Manabii hawa walitolea mifano, wakawaambia watawala wa nyakati zile, nyie ni wachungaji. Walitolea mifano ya wafalme wachungaji wa nyakati zao, na Yeremia aliwaita watawala wa nyakati zile wachungaji, lakini aliwakaripia. Akawakaripia kwa sababu hawakutimiza vizuri wajibu wao, wajibu wa kuchunga, wajibu wa kulilinda taifa la Israeli.
Ezekieli anasema katika sura ya 34 mstari wa 2 na kuendelea, ole wenu wachungaji. Kwa kweli anawaambia watawala wa nyakati zenu zake, ole wenu watawala wa Israeli, ninyi mnaojilisha wenyewe na kujishibisha peke yenu. Je, haiwapasi kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, wanavaa vizuri, na hamuwalishi kondoo wangu. Kwa kukosa wachungaji, kondoo wamekuwa chakula cha mbwa mwitu, wametawanyika juu ya uso wa dunia. Rais Magufuli, pamoja na kuwa amekuwa akihangaika kwa miaka mingi na maradhi ya moyo, hakuchoka kutupigania sisi wa Tanzania. Amekufa akiwa katika kuwahangaikia Watanzania watoke katika aibu ya umaskini. Tunachekwa kila mahali ni maskini, Tanzania maskini, Uganda maskini, Afrika ni maskini. Iishe. Alipenda tena kwa nguvu zake zote tujikomboe na aibu ya kunyonywa. Hakuwa kama wale wachungaji wa nyakati za Yeremia na Ezekieli. Wao waliwaacha kondoo zao, na katika mazingira magumu mbele ya mbwa mwitu, wao wachungaji wakakimbia na kondoo wakakimbia. Wachungaji wakawatelekeza kondoo wale. Nishukuru kwamba Watanzania tangu tupate huru tunapaswa kujipongeza. Hatujawa katika mikono ya wachungaji waovu waliotutelekeza sisi. Tunaenda Ulaya huko, kila mara tunaulizwa, hivi Watanzania wao mnaenda wapi? Hapa tuna wa Nigeria, hapa tuna wa Ethiopia. Ni wachache walioko huko, pengine wako huko kwa sababu ya masilahi ya nchi yetu, lakini Watanzania ni wengi na wamebaki hivyo katika nchi yao. Ni kitu cha kujipongeza, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza Rais wetu Magufuli na watangulizi wake. Wanaomjua kwa karibu zaidi wanasema alikuwa anakesha. Mimi simjui, nasikia tu. Naamini alifanya hivyo si kwa faida yake na familia yake, bali kwa faida ya taifa letu. Hata wakati wa hofu kubwa, hofu hii ya korona ilipotanda katika sehemu nyingi za ulimwengu, yeye alikuwa tayari kutofautiana na wengi, lakini akafanya hivyo kwa masilahi ya nchi na watu wake. Tungeendelea kusoma somo hilo, mstari wa 21 mpaka 22. Wayahudi wa nyakati zake na wakati mwingine hata wanadini wa nyakati hizo, Mafarisayo na Masadukayo, walimpuuza, wakasema mtu huyu ana pepo, eti ni mchungaji mwema. Kwanza ni mwana wa seremala, anatoka Galilaya huko, atatuambia nini? Magufuli hakueleweka pia, alitukanwa, lakini yeye alibaki imara. Na taratibu sasa hivi tunaanza kuona sehemu mbalimbali wanatupigia simu, wamechoka. Nadharia ya korona ni nadharia ya ajabu, na wengi wanatuomba waje. Ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakubabaika, hata sisi wa Tanzania hatujababaika. Tunao viongozi wengi, bahati nzuri mko hapa mbele, na wengi pengine ni vijana. Tujifunze kutoka kwa mtu huyu. Faida binafsi haijengi,
haijengi taifa, inaumiza taifa, inaumiza wanyonge. Tujitoe kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kama mtu huyu alivyokuwa amejitoa. Magufuli ametuachia pia jambo jingine muhimu katika maisha yetu, kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hakuogopa kutoa sifa na utukufu kwa Mwenyezi. Hakuogopa kutaja, hata kusema kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu na kwamba hata yeye tumuombee. Katika ulimwengu hasa wa leo wa kiliberali, sehemu za magharibi huko, kutegemea Mungu na kutajataja Mungu ni ushamba, ni aibu. Wanasikia mtu anatajataja Mungu, wanaona huyu ni mjinga. Na Wakatoliki huwa tunafanya ishara ya msalaba, kusali. Wengi wanaona aibu na hawafanyi. Ukifanya hivyo mbele ya watu, wewe umepitwa na wakati, wewe ni mshamba. Mataifa kadhaa yameshindwa hata kuweka bayana katika katiba zao zinazowaunganisha, lakini kwa sababu ya neno Mungu. Nchi fulani inasema tuweke neno Mungu, wengine wanakataa, hakuna Mungu. Ni upagani wa hali ya juu. Wanasema Mungu anatufaa nini katika maisha yetu? Ni wazi, unaweza ukaona mtu anatengeneza bomu la nyuklia. Hivi unafikiri mtu huyo alisali akatengeneza? Tunaambiwa tusali katika kila jambo. Unataka kufanya kazi, sali. Unataka kusoma, sali. Unaenda kutengeneza bomu la nyuklia, kuna sala hapo. Unaenda kufanya maangamizi kwa watu, unasali wewe. Mtu anayeua hata kama akimtaja Mungu mara 20. Sasa inatokea katika nchi moja kama Tanzania, mtu kama Magufuli, yeye kila mara anataja neno Mungu na anahimiza hata watu wake wamuombee kwa Mungu. Watu wale wanaona amechanganyikiwa. Badala ya kutegemea sayansi na utafiti, mtu huyu anamtegemea Mungu. Wanashangaa. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu tusiingie katika mazingira ya namna hiyo. Tubaki waaminifu kwa Muumba wetu. Dini zetu zinatufundisha yupo Mungu mmoja, muumba mbingu na dunia. Hata kabla ya dini hizi tulizonazo, wazee wetu waliamini katika Mungu na walisali. Leo imefika wakati, kwa sababu ya ustaarabu na maendeleo, watu wanasema hakuna Mungu. Na hii katika historia, hata katika historia ya Israeli, hili jambo lilitokea. Na Mwenyezi Mungu akawapeleka uhamishoni kwa sababu watu wale walikuwa wameasi. Wakati fulani wakaamua kujenga mnara wa Babeli. Ni kwa sababu ya maendeleo. Waende huko mbinguni, wamwangalie Mwenyezi Mungu. Ukijiuliza sijui walikuwa namtafuta wa nini. Ni kweli tunahangaika kumtafuta Mwenyezi Mungu, ili hatimaye tuweze kuishi naye, tufurahi pamoja na wengine wote walioko huko. Lakini sio kwa mtindo ule wa nyakati za mnara wa Babeli. Ilikuwa ni jeuri, ilikuwa ni kiburi na majivuno. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuige mfano wa Magufuli. Katika Zaburi ya 53 au ya 14, wapumbavu hujisemea moyoni hakuna Mungu. Mzaburi anasema hao wamepotoka. Tufanye kazi kama alivyotuomba kila mara, lakini tukiwa tunamuomba Mwenyezi Mungu. Hata hao walioendelea, hakuna kilichokuja, hakuna maendeleo walioyapata bila mkono wa Mwenyezi Mungu. Mambo mengi tunayoyaona Ulaya na sehemu mbalimbali
yametokana na kufanya kazi, lakini pia na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yapo mengi yaliyoanzia katika majumba ya wanadini, majumba ya watawa. Hata vyuo vikuu vya mwanzo vimetokana na wanadini. Leo watu hawa wanasema kwamba hakuna Mwenyezi Mungu na wala hakuna sababu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, tegemea sayansi. Leo hapo walipo wamesahau na wanapuuza. Tunaweza tukaona hata vituko wanavyovifanya, utoaji wa mimba, mambo ya ushoga. Amerika majuzi wamefanya kitu kinaitwa sijui Equality Act. Ni upuuzi. Tunawaomba viongozi wetu tusije tukafika hapo. Mnapokuwa bungeni ni mahali patakatifu. Sio kuanza kuzungumza mambo ya kipuuzi. Watu wabadili jinsia, watu watoe mimba. Wametoa mimba watu wale, wanatamani kuzaa, leo hawawezi kuzaa. Alikunywa bibi madawa haya ya kuzuia mimba, lakini anayeathirika mjukuu. Kuna baadhi ya nchi wanajaribu kuwapatia hera, unapozaa mmoja tunza, wa pili tutatunza. Wanajitahidi wala hawawezi. Waliasi watu wale. Naomba tusije tukafikia hapo. Tunashukuru mama yetu, unaelewa maana ya mambo haya. Utusaidie na usimame imara, ili Tanzania ikiwezekana na nchi jirani, mtajua mtakavyokuwa mnaongea huko, tusije tukafikia vitu vya namna hiyo. Ushoga, kubadili mimba, kubadili jinsia ni upuuzi, ni kujidanganya. Tuwaombee ili wamrudie Mwenyezi Mungu. Zaburi ya 34 inatukumbusha, nitamtukuza Mungu wangu nyakati zote, sitaacha kamwe kuzitamka sifa zake. Mimi nitaona fahari juu ya Mwenyezi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu, Mungu naye akanijibu na akaniondoa katika hofu zangu zote. Tukimtegemea Mwenyezi Mungu, ipo siku wengi watakuja, kama alivyokuwa nasema Magufuli, sisi tukimtegemea Mwenyezi Mungu tukafanya kazi, sisi siku moja tutakuwa watoaji wa misaada kwa wengine. Watanzania tuomboleze kwa imani, tukijua kuwa nyumbani kwetu si hapa duniani. Nyumbani kwetu ni mbinguni. Paulo kwa Wafilipi anasema, hapa si nyumbani, tunapita. Hapa tulipo tunapita tu. Magufuli amemaliza zamu yake, bado zamu yetu. Tujikabidhi kwake Mwenyezi Mungu aliye Bwana wa wote, kwa maana tunatazamia kuwa siku moja tutaungana pamoja na wengine tukisali na kuomba. Tutaungana pamoja na wengine tukishangilia, tukiwa tumemzunguka Bwana wa majeshi, na tutaishi milele. Tumwombee Rais Magufuli apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Ndugu zangu, tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia,
na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. hayati Dr. John Pombe Magufuli. Bwana, umuondoe katika giza la mauti na kumuingiza katika nuru ya ufufuko wako. Bwana, tunaiombea familia wanaoomboleza kifo cha ndugu yao, awatulize kwa tumaini na kuonana naye tena huko mbinguni. Bwana, tunaombea viongozi wetu wa serikali, Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na waandamizi wake, awajalie hekima na busara ili waweze kuitunza amani ya nchi yetu na kuwaongoza watu katika upendo na msimamo. Bwana, tunajiombea sisi sote tuliokusanyika hapa kusindikiza mpendwa wetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Utujalie tudumu siku zote katika neema. Bwana, tunaombea ndugu zetu marehemu wote. Bwana, uwahurumie, uwajalie pumziko la amani.
makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Sasa ni kipindi cha matoleo, kipindi cha sadaka, na wale walioandaliwa watatufuata huko tuliko. Karibuni kwa kipindi hiki cha sadaka.
Bwana, kwa ukarimu wako tumepokea mkate huu tunaokutolea. Ni mazao ya nchi na ya kazi ya mikono ya wanadamu, na uwe kwetu mkate wa uzima. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa ya Yesu Kristo na manufaa ya kanisa lake. Ee Bwana, tunamwombea huyu mtumishi wako hayati John Pombe Joseph Magufuli, Rais wetu wa awamu ya 5, katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu,
umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa amri yako twazaliwa, kwa matakwa yako twaongozwa, na kwa agizo lako tunakombolewa na sheria ya dhambi inayoturudisha katika udongo ambamo tulichukuliwa kwanza. Nasi tuliokombolewa kwa njia ya kifo cha mwanao, kwa ishara yako tunaamshwa kwenye utukufu wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa, tukisema bila mwisho. Bwana kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea
ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, pamoja na maaskofu wote, maklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako John Pombe Joseph Magufuli, uliyemwita kwako kutoka dunia hii,
umjalie kwamba yeye ambaye alishirikisha kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufuko wake, siku ambapo atawafua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo atafananisha mwili wa wanyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tuimbe mwana kondoo. Be
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Sasa inafuata sehemu ya kushiriki meza ya Bwana, na unaoruhusiwa kushiriki Ekaristi, kupokea komunyo takatifu ni Wakatoliki, na ni wale Wakatoliki tu waliojiandaa. Hivyo karibu katika kipindi hiki, na mapadri wako wa kutosha watakuja komunisha sehemu ambazo mpo. Karibuni.
kwa mioyo yetu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa haya yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni
Tuombe. E Mungu, tunakuomba umjalie mtumishi wako John Pombe Joseph Magufuli aliyefariki dunia, atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi, apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tusimame. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu wa faraja yote, yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu, na kwa ufufuko wa mwanaye wa pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Na sisi tulio hai, Mungu atujalie msamaha wa dhambi, na marehemu wetu John Pombe Joseph Magufuli na marehemu wote awajalie mahali pa mwanga na amani. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Tukae. Kabla hatujaanza sala ya buriani, namkaribisha katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Charles Kitima. Karibu. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa maraisi wastaafu, Mheshimiwa Baba Askofu Severini Noemugizi kwa kutukaribisha kuadhimisha misa hii takatifu ya kumwombea marehemu hayati John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na aliyekuwa muumini aliyebatizwa hapa kwako. Mheshimiwa Mama Janet Magufuli na familia, waheshimiwa na wapendwa waombolezaji wote, kama mnavyojua nchini kwetu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 19, nchi yetu inatambua waumini wanaoamini katika dini mbalimbali. Tuna dini zetu kuu mbili, Uislamu na Ukristu, ambapo tuko kwenye madhehebu mbalimbali. Na hivi ibada hii iliendeshwa ni ya
who died last week on Wednesday, and so that is our focus this morning. The body is already in CHATO, and unlike in the past, when he stopped by the roadsides to address them, this time round, he won't speak to the tens of thousands who lined up on the roads leading to his ancestral home. Now, wailing mourners filled the streets, laying kangas on the road, with even some throwing themselves on the ground. Some waved tree branches. That is something we've witnessed in the past for the better part of this week, whereas others were kneeling and carrying posters inscribed Shujaa wa Africa. In English, it simply means the Africa's hero. It is here where, Tanzania's fifth president, John Pombe Magufuli, will be laid to rest on the 26th, which is tomorrow, 9 days after his death that occurred on March 17th at Mzena Hospital in Dar es Salaam. Usually, it's a very quiet neighborhood. CHATO is expecting an influx of visitors from almost every corner of the country as they prepare to lay Magufuli to rest. And so that is why we're giving you those live pictures of Magufuli's send-off. The body is in CHATO. Remember yesterday, the body was still in Mwanza. A day before, it was in Zanzibar, Dar es Salaam. And on Wednesday, we saw that state funeral that brought about 9 heads of states, including President Uhuru Kenyatta, as much as he was there as the President of the Republic of Kenya, but also at the capacity of the ESC, the East Africa Community Chairperson. And Tanzania is on a 21 days of mourning. That was ordered by the President, the 6th President of the Republic of Tanzania, Samia Suluhu. 21 days of mourning. And the flag of Tanzania will fly at half-mast for the 21 days. But within the East African region, the ESC flag and also the Kenyan flag will fly at half-mast until tomorrow. That was a directive that was given by the President, that the ESC flag and the Kenyan flag fly at half-mast until the day Magufuli will be buried, and his burial is tomorrow. So today, the body is in CHATO. And of course, Tanzania, as I've said earlier on, is in mourning. But for CHATO, it is more than that, because this is the last time they'll be seeing their son before they say a goodbye farewell to him tomorrow. Today, the family and close members of the family and friends will have that chance to actually say goodbye to the